Mstatili unaanzia ofisini kwa John ambaye ni daktari maarufu wa mifugo. Hospitali ya mifugo ya John huwa inajaa sana. Warembo wanazunguka kwa sababu wanashobwa na huyo mshikaji kwa sababu ni handsome. Unakuta mwenye mfugo wenye shida ni mwanamke mmoja lakini anakuja na marafiki zake watatu ili tu wamuone John. Kuna siku John aliletewa mbwa na huyu dada. John akawa anamwambia mbwa wako yuko sawa. Huyu dada akawa anamwambia angalia vizuri, huyu mbwa anaumwa. Dada alibishana na John kwa muda mrefu hadi ikafika pahala dada akamwambia John, nimejifanya mbwa wangu anaumwa ili tu nije nikuone. John akamfukuza akamwambia ondoka, hapa ni sehemu ya kazi, sio sehemu ya mapenzi. John anapigiwa simu kwamba anahitajika kijijini, babu yake anaumwa sana. Anaazima gari ya rafiki yake, anaanza kuendesha kwa spidi sana hadi kijijini kwao. Akiwa kwenye gari anaendelea kumpigia simu babu yake hapokei. John anaongeza spidi zaidi. Anafika hadi nyumbani kwa babu yake, anakuta mlango umefungwa, anapiga makelele, hakuna mtu anakuja kufungulia. Baada ya kumuita babu yake kwa muda mrefu bila mafanikio, John anaamua kuruka ukuta. Ile anataka kuruka ukuta, polisi wa kijijini anamuona, anakuja anamkamata. Nimekukamata. Wewe ndo mwizi niliyekuwa nakutafuta kwa muda mrefu, una hata aibu kuwaibia wazee. Una hata aibu, wezi wenzako wanaiba usiku, wewe unaiba mchana kweupe. John anajitetea, anamwambia mimi ni mjukuu wa huyu babu na natokea mjini. Mimi ni daktari wa mifugo. Kitambulisho changu hiki hapa. Anamuonesha Sara kitambulisho. Polisi anakamata kitambulisho, anaamini maneno ya mshikaji. Anamwambia babu yako bana amesafiri, hayupo hapa. Mshikaji anamwambia niambie yuko wapi? Niambie yuko wapi? Nipeleke, niambie yuko wapi? Polisi wa kiume anajua John anataka kumdhuru Sara. Anakimbia, anamkamata John. Anamnyanyua juu, anamzaba chini. John anazimia. Ile anazinduka, anashtuka, anajikuta yuko kwenye kitanda cha hospitali ya mifugo ya babu yake. Sara anamwambia John, babu yako amesafiri, alitupa maagizo tukuachie funguo ya hii hospitali na funguo ya ile nyumba. John haelewi kitu chochote kinachoongelewa na Sara. Ghafla anapigiwa simu. Babu yake John anamwambia John, nilikuwa siumwi wala nini, nilikuwa nakutania. Nilijifanya naumwa sana, nimezidiwa ili uje hapa kijijini kwa ajili ya kuendeleza hii hospitali yangu kwa muda ambao mimi sitakuwepo, nitakuwa likizo. Naomba uendelee kuhudumia hii mifugo ya hapa kijijini hadi pale nitakaporudi. Sawa mjukuu wangu? Jiandae kupambana na mbwa hapa kijijini. Akakata simu. Kila mtu akawa anacheka. Wakati akili ya John ikiwa iko mbali sana, ghafla kuna mwanamama kutoka kijijini hapa anakimbia, anakuja na kuku wake, anamwambia John, naomba nitibie huyu kuku. John anashtuka. Ina maana mimi ni daktari hapa kijijini? Jamani. John anaondoka akiwa anawaza jinsi gani ataweza kusurvive kuishi maisha hapa kijijini. Sara anamfuata John. John anasimama. Sara anaanza kuangalia sura ya John kama trafiki anakagua makosa kwenye gari. Anaangalia kushoto, anaangalia kulia. Anamtazama mshikaji. Nisamehe kwa kila kitu ambacho kilitokea asubuhi. Naomba nikupe lift hadi kwenu. John akakubali lift kishingo upande, akampigia simu rafiki yake aliyemwacha mjini. Oya, huwezi amini babu ameniforce kuishi huko kijijini. Sara anamgonga mkulima aliyekuwa barabarani, anadondokea shambani. Sara anamfuata. We kaka, uwe makini unavyokuwa barabarani, sawa? Unasemaje wewe dada? Sara anamwomba msamaha mshikaji. Anamfutafuta tope kwenye shati, jamaa anamsamehe. John hakuamini kilichotokea, akamwambia Sara, huku kijijini mnasameheana kirahisi hivi? Ingekuwa mjini ukimgonga mtu panachimbika. Lazima kwanza mrushiane maneno ya matusi, mpigane au mpelekane polisi. Sara akaenda na John hadi kwa huyu mama mkulima ambaye alikuwa analalamika kwa kuku wake wanaibiwa. Baadaye akamwambia Sara, kumbe bana kuku wangu walikuwa hawaibiwi. Walikuwa wanaliwa na mbwa fulani hivi. Samahani kwa kukusumbua polisi. Sara akapigiwa simu kuwa kuna mbuzi anaumwa sehemu. Akamwambia John, twende tukamtibu huyo mbuzi. John akamwambia Sara, huu ni muda wangu wa mapumziko. Sara akamwambia John, hapa kijijini hakuna muda wa mapumziko, ni kazi mwanzo mwisho. John alishtuka, hakuna muda wa kupumzika? Hii ndio sababu iliyofanya babu yangu akimbie. Ameniachia msala. Nimeisha. Sara akaongozana na John kwenda kumtibu huyo mbuzi. Akampitisha John shortcut. John hakuzoea matope akaanguka. Walipofika kwenye hii nyumba, John alimuona mbuzi anarukaruka sana. Akaogopa. Kwa kuwa John hakutaka kuaibika kwa askari wa kike, akapambana na ule mbuzi akamtibu. Akafika nyumbani akiwa amechoka kichizi na amechafuka kinoma. Alipoingia ndani, wa mama wa kijijini kama wote wakaja kumpokea kwa shangwe. John alishtuka. Akaamua kuambia ukweli wote. Sio ustaarabu kuingia kwenye nyumba ya mtu bila taarifa. Wamama wakamcheka. Mama mmoja akamwambia, mwanangu John, hayo mambo ya mjini haya hapo hapa. Hapa sisi ni kama familia moja. Unaingia kwenye nyumba ya majirani unavyotaka. Sara akawaomba wakina mama waondoke ili John apate kupumzika. John bado haamini kama haya ndio yatakuwa maisha yake kwa miezi kadhaa ijayo. John akaingia chumbani kwa babu yake, akakutana na barua, akaifungua. Barua ilikuwa inasema, nisamehe sana mjukuu wangu John, nimekuwa nikifanya kazi kwenye hiki kijiji kwa miaka 50, nimeamua nipumzike kidogo. Naomba nishikilie kliniki yangu hadi nitakaporudi. Kuisoma barua, John akakubali kwamba hayo ndo maisha yake ya sasa. Kwa kuwa alikuwa amechoka sana, alipofika chumbani kwake tu akapitiwa na usingizi mzito. Asubuhi akaamshwa na bonge moja la kelele kutoka kwenye matangazo ya redio ya kijiji. Jamani wana kijiji, tuna mgeni anaitwa John. Naomba tumuoneshe ukarimu, tumpe upendo wa kutosha, sawa? Baadaye John akaenda kufanya mazoezi ya kukimbia. Kila baada ya hatua kadhaa watu wakawa wanamsalimia. John wanamsalimia hadi akachoka. Hui, umekuwa libaba bagwi, tuliondoka ukiwa kadogo sana John. John, nimekuandalia binti yangu Atuganile, lazima umuoe binti yangu, sawa? Achana na Atuganile John, mimi na binti anaitwa Tumpale, utamuoa. Mazoezi ya John yaliharibiwa na salamu kutoka kwa mama wa kijijini. John aliporudi kwake akiwa amebeba zawadi kutoka kwa wanakijiji, akaona kuna dogo amefungua mlango, ameingia ndani. John akajiuliza,
hapa ni penyewe au nimechanganya nyumba? John akamuuliza ule dogo, unafanya nini hapa? Shikamoo anko, mpira wangu uliingia humu ndani nikaja kuchukua. Hauruhusiwi kuingia kwenye nyumba ya mtu kama mwenyewe hayupo. Siku nyingine mpira wako ukiingia humu unisubiri hadi nije, sawa? Dogo akakasirika. Anko, una roho mbaya, babu yako alikuwa ananiruhusu tu niingie. We mtoto, huyu kaka anatokea mjini, hajazoea ya mambo, sawa? Hajazoea kabisa. Atakuwa nasi kwa siku chache, babu yake akirudi ataondoka, sawa? Dogo akanuna aliposikia babu aliyemzoea amesafiri na amemwacha huyu kijana ambaye haelewi chochote kuhusu hiki kijiji. John akaendesha baisikeli yake hadi kazini, akaingia ndani. Alipofika kazini, nesi akamwambia, leo inabidi wape nguruwe chanjo. Nguruwe? Sijui chochote kuhusiana na chanjo ya nguruwe. Chuo sikujifunza kuhusiana na chanjo ya nguruwe. Akampigia simu rafiki yake ili apate msaada. Akamwambia rafiki yake, mimi sijawahi kuchanja nguruwe, leo ameniambia nichanje nguruwe. Mimi nimezoea tu kuchanja paka na mbwa. Rafiki yake akamwelekeza process nzima. John akashukuru, akaenda shambani. John alipofika kwenye mabanda ya nguruwe alishangaa kuona Sara amekuja. Akasema huyu mwanamke yuko kila sehemu. Maana askari hawana kazi ya kufanya, wako bize kiasi hicho. Wakaingia hadi bandani, walishangaa kuona nguruwe ni wengi sana. Wakaanza kukimbizana nao. Wakaanza kumchoma sindano ya chanjo nguruwe mmoja baada ya mwingine. Kwa kuwa kwenye mabanda ya nguruwe kuna matope, Sara aliteleza. John akamdaka. Wakashangaana kwa sekunde kadhaa. Baadaye Sara hakupenda kuiona mikono ya John inashikashika vitu fulani. Akamsukuma John akaanguka. Walipomaliza kazi, Sara alimuomba msamaha John kwa kumsukuma. Wakaenda kubadilisha nguo. Sara akamwalika John kupata kahawa. Wakaenda hadi hapa kwenye mgahawa wa kahawa. John akakutana na ule mshikaji, akakumbuka kwamba huyu ndio mshikaji ambaye aligongwa na gari na Sara. Mimi naitwa Young, kuwa makini sana. Huyu Sara ni mkiumbe ambaye utakuwa unamuona sana kwenye mtaa. Uko sawa kabisa Young. Nimemuona kila sehemu huyu binti. Ananifuata hadi ndotoni. Wakacheka. Walipomaliza kunywa kahawa, Young alikataa kata kuchukua hela ya John. Akamwambia wewe ni mgeni hapa kijijini, sichukui hela yako, sikubali kuchukua hela yako. John akalazimisha kumlipa mshikaji, akamwambia mimi siwezi nikachanganya undugu na biashara. Biashara ni biashara, undugu ni undugu. John akapanda baisikeli yake akawa anaondoka. Young, inabidi mzoee tu. Watu wa mjini ndo walivyo, hawajazoea vitu vya bure. John akamuuliza nesi wake, hivi Sara ana matatizo gani? Maana kila ninapoenda namkuta, kila sehemu yupo kwenye kijiji. Ana matatizo gani yule binti? Nesi akamwambia John, Sara ni askari mwenye roho nzuri sana. Hapendi kuona watu wanateseka. Ndio maana anasaidia watu wote hapa kijijini, tunampenda. Hakuna mtu hata mmoja hapa kijijini mwenye bifu na Sara. Huyo Sara wenu anakera bana. Inabidi awe na mipaka, asiwe anaenda kila sehemu. Nesi akapokea simu. Baadaye akamwambia John, natakiwa uende ukawatibu mbuzi. Kuna mbuzi wanaumwa. John anaenda hadi kwenye zizi la mbuzi. Anaanza kukimbizana nao anawatibu. Baadaye anakuwa amechoka kinoma. Anaamua kwenda kupumzika kwao. John anamuona Sara anajaribu kuingia kwenye nyumba yao, anakasirika. Jifunze kuheshimu nyumba za watu, sio unaingia tu. Punguza sauti. Kuna mwizi ndani ya nyumba yako. Najaribu kwenda kumkamata. Wakanyata taratibu hadi ndani, wakakuta mwizi. Mwizi alivyoona akaanza kukimbia. Wakaanza kumkimbiza. John alijaribu kumkamata, akamweleka akaanguka. Sara akajaribu akaanguka pia, lakini Sara akapambana naye akamkamata, akamkabidhi kwa askari mwenzie wa kiume. Sara akajaribu kumpa mkono John ili amuinue. Acha na mimi nitainuka mwenyewe. John akajaribu kuinuka, ili anainuka akateleza. Sara akamdaka. Wakatazamana kwa sekunde kadhaa, macho yakaongea. Walipoenda polisi kuandika maelezo, wakagundua kwamba mwizi alikuwa anahitaji hela ili amnunulie girlfriend wake zawadi siku yake ya birthday. John baba, naomba msamehe mwanangu, hata rudia tena, msamehe mdogo wako. Mwenyekiti wa kijiji akaingia kituo cha polisi akamwambia John baba, usimsamehe huyu mwizi, watakupanda kichwani, mweke ndani ajifunze adabu. Akufunzwa na mama yake, mwache afunzwe na ulimwengu. John baba, ukimsamehe mdogo wako, unapomwoa binti yangu nitakupunguzia mahari baba. John, usimsikilize huyo baba. Mimi nitakupa binti yangu bure kabisa, utatoa mahari hata kidogo. Wamama walirushiana maneno, baadaye wakataka kupigana kabisa, makelele yakawa mengi. John akawaambia, inatosha. Jamani, mimi sijaje kwenye hili kijiji lenu ili nipate mke, sawa? Nina demu mzuri yuko mjini na tutaoana, nampenda sana. Mimi sitakaa kwenye hili kijiji lenu, sawa? Na huyu namsamehe kwa sababu hajaiba kitu chochote, mimi namsamehe, hao ndo maamuzi yangu. Hamwezi mkanifanya lolote. Akaondoka. John, punguza jazba. Naomba nikupe lift hadi kwako. Sara, naomba niache. Naacha kufuatilia maisha yangu, sawa? Niache nakwambia. Acha shobo. Maneno ya John yalimuumiza sana Sara. Sara akaenda kwenye kijiwe cha kahawa cha Young, akalalamika kichizi kuhusu aliyomkuta. John akaenda kufanya usafi nyumbani kwake kwa hasira sana. Akachoka kinoma, akajilaza hapa chini, akalala. Kuja kushtuka imeshafika asubuhi, mgongo unamuuma kinoma, akajinyosha mgongo. Ili anaenda kazini akakutana na Sara. Siko hapa kwa ajili yako, nampeleka huyu dogo shule. Akaondoka. John anagundua kuwa Sara ana hasira sana kulingana na maneno makali aliyomrushia jana. Hajali, anaendelea na safari zake.
Wakati John anaenda kazini, anakutana na mwanakijiji anapiga stori na Sara kuhusiana na mama wake Sara ambaye aliondoka wakati Sara akiwa mdogo sana. Mwanangu Sara, kwa sababu ulipoteza familia yako ukiwa mdogo, unasaidia watu, unachukulia watu wote kama familia yako kwenye hii dunia. John anaanza kumwonea huruma Sara, anajutia maneno makali aliyompa jana. Anamfuata Sara, anamwambia naomba nikupe lift kwenye baisikeli. Sara anakataa, anamwambia asante, nashukuru. Siku nzima akiwa hospitali, John alikuwa anafikiria namna ya kumwomba msamaha Sara. Baada ya kazi, John alienda kwenye kijiwe cha kahawa kwa ajili ya kuongea na Sara. Sara akaja. Kabla hajaongea na Sara, kuna mama mmoja kutoka kijijini alikuja, akawaomba waende wakamsaidia kuvuna. Wakakubali. Wakiwa shambani, John akasema, nisamehe kwa nilichokwambia jana. Sara akacheka. John, mimi ni polisi, sikasiriki kwa vitu vidogo. John na Sara wakasameheana. Wanakijiji wakaanza minong'ono. Unaona kama wanapendezana wakioana, si ndio? Ndio. Yang alisikia minong'ono ya kina mama akapata wivu sababu anampenda sana Sara ila anaogopa kumwambia. Baadaye John alienda kwa Yang kununua gari kwa ajili ya babu yake akirudi awe analitumia kwa shughuli za hapa na pale. Yang aliona hii ndo nafasi ya kumkomoa John kwa sababu John yuko na mwanamke anayempenda. Akamtajia bei kubwa hatari, bei ya kumkomoa kabisa. Yang, na wewe jamani, mpunguzie, John ni rafiki yetu. Kwa nini unamfanyia hivyo? Hiyo ndo bei, hataki aache. John, namjua mtu ambaye anauza magari. Mimi na wewe tukijifanya ni wapenzi, atatupunguzia bei, atatuzia kwa bei sawa na bure. Yang alivyosikia mambo ya Sara na John kujifanya wapenzi ili wanunue gari, akasema nitakuzia kwa bei unayotaka bosi. Bei unayotaka, gari umepata, pela uliyokuwa nayo. John akapata gari kwa bei ya kitonga, bei ya jioni. Akawasha gari akateleza. Sara, kwa nini unamsaidia sana yule jamaa? Yule jamaa anakutriti vibaya lakini bado unamsaidia. John ni rafiki yangu wa utotoni, tumekuwa pamoja, tulikuwa tunacheza pamoja utotoni, lakini sasa hivi amenisahau. Kwa hiyo ndo maana namsaidia ili siku moja japo anikumbuke na mimi. Babu yake John huwa ananisaidia sana. Anafanya ukarimu kwa John kwa hizi siku 2-3 ambazo atakuwepo hapa, ambazo anamshikia ofisi babu yake. Akiondoka basi freshi. Kesho yake asubuhi John anaingia kazini kwa ajili ya kuendelea na kazi kama kawaida. Sara anakuja na mbwa aliyemwokota mtaani hadi hapa ofisini kwa John. John anamcheki yule mbwa, anamtibu, mbwa anakuwa sawa. Sara anaenda kumtembeza mbwa nje ya hospitali. John anamuuliza Sara, sasa hivi mbwa wako ni mzima, amepona, una mpango naye gani? Simrudishi tena huyu mbwa mtaani, namchukua naenda kuishi naye kwangu. Sara anamjengea kijijumba kidogo huyu mbwa kwenye bustani yake, anaendelea kucheza naye. Sara anakumbuka utotoni John alimpa zawadi ya mbwa kwenye birthday yake, na hii ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kumiliki mbwa kwenye haya maisha. Lakini anashangaa ukubwani, John hakumbuki kabisa yaliyotokea utotoni. John anafurahi kuona Sara anapenda mbwa kama yeye anavyowapenda mbwa. Anamuomba Sara waende wakapate naye lunch pamoja. John anagundua kuwa kila baada ya dakika 5 kuna mtu anampigia simu Sara kumuomba msaada. Anamwambia Sara, napenda sana ulivyo na roho nzuri, unakusaidia sana watu. Wakati wanaendelea kutembea kuelekea kwenye mgahawa kwa ajili ya kupata chakula, Sara anamuuliza John kuhusiana na girlfriend wake. Girlfriend wangu nimemiss sana. John anabadilisha topic, anamuuliza Sara kuhusiana na mbwa. Sara anamwambia John, nimempa huyu mbwa jina la mbwa wangu wa utotoni na nitahakikisha namjali. John anafurahi kusikia maneno hayo kutoka kwa Sara. Yang anaona kwa pamoja, anapata wivu. Anamfuata John, anamwambia, oya we boya, siku utakaomuumiza Sara nitakuvunja hiyo miguu. John anamwambia mshikaji, mimi na Sara ni marafiki tu na hakuna cha ziada. Relax. Baada ya chakula cha mchana, John anaendelea na kazi ofisini. Sara anaingia ghafla akiwa analia. Anamwambia John, mbwa wangu ametoroka, sijui yuko wapi, ametoroka. John anamwambia Sara, usipanic, twende nikusaidie kumtafuta. Wanapanda baisikeli, wanagawana njia. Baada ya kuzunguka karibia kijiji kizima, John anamwona mbwa mbele yake, anaanza kumfuata. Ile anamfuata, anagundua kwamba huyu mbwa bana ameoa, ana mke na watoto. Anampigia simu Sara, Sara anakuja anamchukua huyu mbwa. Sara anafanya maamuzi ya kumruhusu huyu mbwa kuja kuwatembelea familia yake kila siku. John anapigiwa simu na mwenyekiti wa kijiji, anamuomba aende nyumbani kwake kwa ajili ya kumzalishia ng'ombe wake ana mimba. Twende wote John. Ng'ombe aliwasumbua sana John na Sara, lakini walifanya kazi kwa bidii na kwa ushirikiano. Mwisho wa siku akafanikiwa kumzalisha yule ng'ombe. Mwenyekiti wa kijiji alifurahi sana, akamwalika Sara na John waje kwenye sherehe kwa ajili ya birthday ya huyo ng'ombe. Hakikisheni mnakuja kwenye hiyo sherehe, sawa? John akakubali. John alifika kwenye sherehe ule usiku, akakuta wanakijiji wana furaha sana. Wanafurahia kuzaliwa kwa ng'ombe. Akakaa kwenye kiti, baadaye kidogo Yang naye akaja kuwaunga mkono, akakaa karibu nao. Ili kuoneshana ubabe mbele ya Sara, John na Yang wakaanza kufanya mashindano ya kunywa pombe. Wakanywa pombe, wakashindana kunywa pombe hadi wote wakawa na kizunguzungu. Wanakijiji wakamuomba Sara aimbe. Sara akaanza kuimba. Wanakijiji wote walifurahi, walifurahishwa na sauti nzuri ya Sara. Wanakijiji wote wakawa wanampigia makofi Sara huko anashangilia. John akawa amekaa amedua, baadaye akaamua kuunga mkono naye kupiga makofi. Mwenyekiti wa kijiji akamwomba John aimbe. John akamwambia mwenyekiti wa kijiji hawezi kuimba kwa sababu kesho inabidi aamke asubuhi sana. Sara akaanza kumsindikiza anapoondoka. Wakiwa njiani, Sara akamwambia John kesho atampeleka mbwa wake kuisalimia familia yake. Akamwambia John, uwe makini sana usije kaanguka njiani. Wakati anaongea hivyo, yeye ndo akaanguka.
Sara akajisikia vibaya baada ya kuona baskeli ya John imevunjika. Akainama akajaribu kuitengeneza, wakati anaitengeneza John akawa anajaribu kumkataza kutengeneza. Kwa bahati mbaya akamshika mkono. Wakaangaliana kiaibu pale. Baadaye Young akaja. Sara, nahofia usalama wako kwa sababu huyu mjamaa amelewa sana, simuamini. Achana na mimi wewe boya. John akaanza kuondoka kwa hasira. Wakati anaondoka kwa mbali akamsikia Young anamtongoza Sara, anamwambia Sara, mimi nakupenda sana. Kesho yake asubuhi wakati John anaenda hospitali akakutana na Sara. Sara akamsemesha, John akamnunia, akamlia buyu, akaondoka. Sara akawa anajiuliza, ni kitu gani kibaya nimemfanyia huyu mwanaume? Mbona kaninunia? Young akaja hadi ofisini kwa Sara akiwa na kahawa, akamwomba Sara waongee. Sara, mimi naamini hakuna mwanaume anayekupenda zaidi yangu kwenye hii dunia, lakini sikulazimishi, sawa? Naomba chukua muda jifikirie ndo nipe jibu. John aliwaona Sara na Young wako pamoja, akashumu kwamba wao ni wapenzi, akapata hasira na wivu, akawasha gari akarudi kazini. Ilipofika jioni, Nesi alimwambia John kuwa Sara ameenda porini. Amempeleka mbwa wake kusalimia familia yake. John akaamua aende amkimbilie Sara. John alifurahi kuona Sara yuko salama. Akamwambia usio unakuja hapa peke yako. Akaona ameumia mkono. Akamchukua Sara pamoja na mbwa, wakapanda kwenye gari, wakaja hadi hospitali. Akawachoma sindano za chanjo mbwa, baadaye akaanza kushughulika na kidonda cha Sara. Sara alifurahishwa na ukarimu wa John, akamshukuru. Baadaye akamuuliza, "Mbona umenuna hivyo, na matatizo gani?" "Niko sawa." "Au umekasirika kwa sababu niliharibu baisikeli yako?" John aliendelea kununa. Sara akaashumu kwamba huyu mshikaji atakuwa amechoka sana na kazi ndio maana yuko hivi. Mvua kubwa ilinyesha usiku ule. Sara akawa anawaza, ni kitu gani nimemfanyia yule kaka? Alitamani sana kumpigia simu lakini aliacha kwa sababu yeye ni mwanamke, akaona aibu. Young akampigia Sara, Sara hakupokea. John pia alikuwa anatamani sana kumpigia simu Sara lakini aliona avimbe. Kesho yake asubuhi Young alimletea kaka mbwa ka huyu dogo kwa sababu kamekula chokoleti, akamwambia naomba ukatibu, kanaumwa sana. John akaongozana na Young wakaenda na kaka mbwa hadi hospitali. Sara yuko hospitali, baskeli yake imepata ajali. Alichomoa vifaa kwenye baskeli yake ili atengeneze baskeli yako. Wewe ndio umesababisha haya yote. John alijisikia vibaya sana kuona yeye ndio chanzo cha hiyo ajali. Naomba ukae mbali na Sara, sawa? Wewe una wivu kwa sababu Sara ananijali zaidi mimi kuliko anapokujali wewe, sio? John akamfuata Sara hospitali, akamfokea kichizi. Acha mambo yako kujifanya una upendo wa mshumaa, yani wewe unaungua ili wamulikie wengine. Jifunze kujijali wewe kwanza, sawa? Akaondoka kwa hasira. Maneno ya John yalimuumiza Sara. Maneno ya John yaliingilia sikio la kushoto, akatokea sikio la kulia. Sara akaenda kazini japokuwa ameumia kinoma. Bosi wake akamaindi, akamwambia hautakiwi kufanya kazi wewe. Rudi nyumbani ndio utakapopona ndio utakuja hapa. Sara akamshukuru bosi wake, akaenda nyumbani. John akarudi hospitali, akakutana na yule dogo. Yule dogo akamshukuru sana kwa kumtibia mbwa wake. Baadaye yule dogo akamwambia, "Anko, naomba nikwambie kitu. Sipendi kuona unavyomfokea Aunti Sara. Kamombe msamaha Aunti Sara." John akafuata ushauri wa dogo. Akachukua simu akampigia Sara. Akasikia kishindo puu. Akaashumu Sara amepata ajali. Akampigia simu mkuu wa kituo kujua location ya Sara. Akakimbiza gari hadi eneo la tukio, akakuta gari imepinduka. Kuingia hivi kuangalia dirishani, Sara amezimia. Akawa anapiga kioo huko anaita Sara, Sara. Akakumbuka zamani alipokuwa mdogo yeye na wazazi wake walikuwa kwenye gari, mvua ilikuwa inanyesha. Wazazi wake wakapata ajali. Baadaye babu mmoja hivi akaja akafanikiwa kumuokoa yeye tu, wazazi wake wakawa wamefariki. John alihisi anaweza akampoteza Sara kama alivyopoteza wazazi wake. Akaendelea kupiga kioo kwa nguvu. Akapiga kioo kikapasuka, akamkamata Sara kwa kono lake la kulia na kushoto, akamchomoa kwenye gari, akambeba juu, akampeleka hadi hospitali. Alikaa pembeni ya Sara, akawa anamwomba Mungu amtibu binti huyu. Ili anataka kumshika mkono tu hivi Sara, Young akaingia. Young akamwambia mshikaji, asante kwa kumwokoa Sara, naomba uondoke. John akaondoka, akaenda kusubiri kwenye gari. Nitasubiri hapa hadi nijue kama Sara ni mzima. Sara akazinduka na maneno ya kwanza kusema yalikuwa ni, "John yuko wapi?" Young aliumia sana, akamwambia Sara, "John yuko sawa." Akampeleka Sara kwa ajili ya kufanya vipimo vya hapa na pale. Young akampeleka Sara kwenye gari yake. John aliumia kumuona Sara yuko na Young, lakini alishukuru kwa kuwa mtoto yuko salama. Sara alipofika nyumbani alitaka kumtumia message John kwa ajili ya kumshukuru. Baadaye akajua atashushuliwa, ataonekana na shobo, akaacha. Kesho yake Sara alienda kazini, bosi wake akamfokea, "Umekuja kufanya nini hapa kabla hujapona vizuri?" Sara akamwambia, "Mimi nimeshapona, niko sawa." Sara akapanda baisikeli hadi ofisini kwa John kwa ajili ya kumshukuru. Kwa bahati mbaya hakumkuta John hospitali. John alikuja hapa makaburini kuwatembelea wazazi wake, akawaambia amewamisi sana. Dunia haiko sawa bila wao. John alikutana na Sara njiani, akashuka kumsalimia. Kabla hajaongea naye maneno mengi, akapigiwa simu kwamba kuna ng'ombe dume anasumbua aje kumuona. John alimwambia babu, ng'ombe wako anasumbuliwa na magonjwa ya uzeeni na haya magonjwa hayana tiba, inabidi tumwache tu hivi hivi. Mzee akamwambia John, na kuomba kama vipi mchome sindano ya kifo afariki. Sipendi kumuona ng'ombe wangu akiwa kwenye maumivu haya, namchukulia kama familia yangu. John hajawahi kuua mfugo wote ule kwenye maisha yake. Daktari anampigia simu rafiki yake, anamuomba amsaidie njia rahisi ya kumuua ng'ombe bila maumivu.
Upande wa pili kuna kikao kati ya wanavijiji wa vijiji viwili vyenye uhasama mkubwa sana. Sara na Young wanaenda kuhudhuria. Vurugu zinatokea, wanakijiji wa vijiji hivi viwili wanaanza kurushiana maneno machafu. Sara anajaribu kuwatuliza, anamwambia jamani, acheni ugomvi, nyie ni watu wazima, jiheshimuni. Kijiji mmoja anampokea Sara. Funga domo lako wewe, yatima uliye na laana, umepoteza wazazi wako wote. Mwenyekiti wa mtaa akaingilia kati. Ukinitukana mimi sawa, ukikitukana kijiji kizima sawa, lakini kumtukana Sara ambaye ni mtoto wetu sitakubali hili swala. Sara ni ndugu yetu, utake usitake. Akarukia nywele, akaanza kuvuta nywele, watu wanachanisha huku na huku. Sara akapita katikati yao, akawatenganisha, akasimama mpaka akasema jamani, inatosha. Akaanza kuwafokea, akawaambia jamani, aliyenitukana ni mimi, msigombane kiasi hiki, la sivyo nitawachukua wote niwaweke ndani, nitawapeleka kituo cha polisi. Wakaanza kupigana tena. Sara akapambana kuwachanisha, kikao kikaisha. Baada ya kikao kuisha, Sara akapumzika, baadaye akainuka, akaanza kutembea mwenyewe kupunguza mawazo yanayotokana na maneno ya yule mama. John akaenda dukani kununua dawa kwa ajili ya kumua yule ng'ombe mzee. Mzee aliumia sana, lakini alimshukuru John kwa kuhakikisha ng'ombe wake anakufa bila kusikia maumivu makali. Mzee akamwambia John, nakufahamu kutoka ukiwa mdogo. Siku ambayo wazazi wako walipata ajali, mimi na babu yako ndo tulikuokoa. Mzee akamwambia John, ulivyokuwa mtoto mdogo, wewe na Sara mlikuwa ni marafiki wa karibu sana. John akashtuka, akaanza kupata kumbukumbu za yeye na Sara. John anakumbuka kwamba miaka 20 iliyopita baada ya wazazi wake kufariki, yeye na Sara walikuwa wanashinda pamoja kila sehemu, walicheza pamoja sana. John akawa anajiuliza, nilimsahau vipi huyu binti? Akaenda hadi kwenye sehemu waliokuwa wanacheza walivyokuwa watoto. Kwa bahati nzuri akamkuta Sara. Sara naye alikuwa anakumbuka nyakati za utoto, walikuwa wanaoga pamoja, wanacheza games mbalimbali pamoja. Sara alikuwa anaumia sana. John hamkumbuki hata kidogo. Why? John na Sara waliangaliana kwa muda mrefu sana. Hakuna mtu aliyekuwa na neno la kumweleza mwenzie. Kesho yake asubuhi, John alisimama kwenye hii njia ambayo Sara huwa anapita anapokapeleka kale kadogo shule, lakini kwa bahati mbaya Sara hakutokea. Akaamua kwenda kazini. Alipofika kazini, alikutana na watoto wawili wadogo wanamsubiri. Dogo wa kiume akamwomba John amsaidie kutibu sungura wa rafiki yake. John akakubali. John akamwambia, nendeni mkacheze hapo nje hadi pale nitakapomaliza kumtibu huyu sungura wenu, sawa? Sichezi naye huyu anko, naenda kucheza na mtu mwingine. Kakaondoka. John akagundua kwamba hawa madogo wawili wana ugomvi. Akakaita kadogo nje kwa ajili ya kuzungumza nako. Anko ameninunia kisa nilisahau birthday yake. Nimejaribu kumleta sungura yake atibiwe hapa kwako anko, pengine atanisamee, lakini basi amenuna. Anko, sijui cha kufanya, nishauri nifanyaje anko? John ni mtu ambaye ana ushauri mbaya sana kwenye mahusiano. Akakwambia kadogo, mpotezee huyu mwanamke, atajileta mwenyewe, sawa? Haina kubembeleza. Anko, kweli? Ndio, wanawake wanapenda mwanaume mbabe. Dogo akamshukuru John kwa ushauri. Ile dogo anataka kuondoka, akamwambia John, sasa hivi tuko likizo, ndo maana Aunti Sara hajaja kunipeleka shule. Dogo akaondoka. Sara alimuona dogo ana huzuni, akamchukua dogo akamkalisha kwenye kiti, akamwambia mwambie tatizo ni nini. Nimefuata ushauri wa Uncle John, nimezidi kununiwa na kukasirikiwa zaidi. Siku nyingine usifuate ushauri wa John. John hajui chochote kuhusu mapenzi. Muombe msamaha huyo mwanamke, mbembeleze hadi akubali, sawa? Usifuate ushauri wa John kabisa. Kweli aunti, nifuate huo ushauri? Dogo, mimi ndo najua wanawake wanataka nini. Dogo akaenda kwa John huko analia. John akampa chai, dogo akaanza kulia, akasema ushauri wako wa wewe na Aunti Sara umeniponza. Mwanamke yule anitaki tena, hataki kunisikiliza, rafiki yangu ameniacha. Dogo, punguza jazba, niambie kimetokea nini? Dogo akamwambia John yule rafiki wake wa kike amemwambia huyu dogo kuwa hana msimamo. Mara amwombe msamaha, mara amkaushie. Amemwambia achague moja, kama atanuna au ataomba msamaha. John akamwambia dogo, kunielewa vizuri, sikumaanisha umnunie kwa ubaya. Nilikuwa namaanisha uendelee na maisha yako, ujiboreshe, uwe mwanaume bora, baadaye atajileta mwenyewe. Kweli atajileta? Ndio dogo, mimi nawajua wanawake vizuri. Anko, na kusikiliza wewe kwa sababu una mchumba mjini, tofauti na Aunti Sara, hana mwanaume yoyote maishani mwake. Uko sawa, utakiwi kumsikiza mtu ambaye uko kwenye mahusiano. Wakati John anarudi kwake jioni, anakutana na Sara. Anamwangalia Sara, anakosa cha kusema kwa sababu anakumbuka kwamba huyu ndo rafiki yake wa utotoni, haamini. Asante kwa kuokoa maisha yangu siku ile ya ajali. Kabla John hajamwambia Sara kuwa anamkumbuka, Young akaingia, akaharibu mazungumzo. John akaondoka. John alivyorudi hospitali, kale katoto kakao kanalia, akamuonesha message. John kusoma message imeandikwa na kale katoto ka kibonge. Kamesemeje? Kanaondoka kwenye maisha, kanapotea, hakataonekana tena kwenye hii dunia. Na wasikatafute. John ana paniki kinoma noma, anaingia kwenye kituo cha polisi, anamwambia Sara kale katoto ka kibonge kamepotea. Na lawama zote ni kwangu, nikapa ushauri kama upokea ushauri vibaya. Wanaanza kutafuta kale katoto, wanakatafuta katoto. Huko wanalaumiana. Kila mtu anamlaumu mwenzie kwa kumpa ushauri mbaya dogo. Wanaingia kwenye gari, Sara anamuongoza John hadi sehemu ambako katoto kanapenda kushinda. Wanashuka kwenye gari, wanakaona mbele yao. Katoto kanamkimbilia Sara, kanamuhug, kanawapa habari njema. Rafiki yangu amenisamee, sasa hivi tunacheza pamoja. Uncle John, asante. Akabeba kachibonge kwenye gari, wanakarudisha hadi kwao.
John anaagana na Sara. Ile Sara anataka kuondoka, John anamshika mkono Sara, anaanza kumomba msamaha, anamwambia samahani sana kwa kusahau kwa muda huu wote. Nimekumbuka memory zetu za zamani. Mimi na wewe tulikuwa na maisha mazuri sana huko utotoni. Chukua zawadi ya hii baskeli kama sehemu ya msamaha wangu. Sara akamwangalia John kwa aibu. Lione kule leo ndo linanikumbuka. Haya, nimekusamehe. Kesho yake Sara alienda kazini na baiskeli, akawa anapiga kengele ya baiskeli kwa akiwa na furaha sana. Bosi wake Sara akamwambia Sara kuwa makini na hiyo baiskeli usije ukapata ajali tena. Sara akamwangalia bosi wake akatafakari, baadaye akakumbuka jinsi jana yeye na John walivyokuwa wanaongea, akatabasamu. Kabla John hajaingia kazini, mwanamke kutoka kwenye kijiji ambacho kina uadui mkubwa na kijiji cha kina Sara akaja, akawa anamwomba John aende akamtibu mbwa wa mama yake, anaumwa sana. John, naomba ukamsaidia yule mbwa wa mama. Mama anampenda sana yule mbwa. Yule mbwa atakufa, naomba please. Siwezi kukusaidia kwa sababu juzi kwenye kikao ulimtukana sana Sara. John, naomba kamtibu huyo mbwa. Mimi nimemsamehe huyo mama. Nimemsamehe kabisa, naomba nenda. John akamwambia huyo mama sawa. Alishangaa sana kumuona Sara anasamehe watu kirahisi. John akabeba vifaa vyake akaongozana na Sara hadi kwa huyu bibi hapa. Bibi akasema anampenda sana huyu mbwa, ameishi naye kwa muda mrefu na anamchukulia kama familia yake. John akamfanyia vipimo yule mbwa, baadaye akafanikiwa kumtibu yule mbwa, akawa anaondoka. Wakati John anaondoka, bibi alimshukuru sana, akampa matunda ale yeye pamoja na Sara. John akamshukuru yule bibi akamwaga, wakawa wanaondoka na Sara. Sara akaomba aendeshe gari ya John, lakini kutazama tairi hivi, tairi limepata pancha. Walishangaa sana, limepataje pancha? Wakalipeleka gari kwa fundi aliye karibu nao. Fundi akasema itachukua masaa kadhaa kwa gari kuwa sawa, inabidi waende beach wakazugezuge, baadaye wakija watalikuta liko tayari. Sara akamwomba msamaha John, akasema bila mimi gari yako isingepata pancha, usingekuja huku, naomba nisamehe sana. John akamwangalia Sara akasema usijali, mimi sijamind kitu chochote, kwanza na furaha kuja huku, at least nimepata kubadilisha mazingira, at least nimeiona bahari kama hivi. Wakapata nafasi ya kutembea tembea beach, baadaye wakatulia, wakapata zao mishikaki kama walivyokuwa wanapata kipindi wako watoto. Sara akamfundisha John namna ya kupigana. Baada ya gari kuwa sawa, wakaendesha gari yao hadi kijijini kwao. Walipofika kijijini kwao wakashuka. John akasimama mbele ya Sara akaanza kumsifia, we mtoto una roho nzuri sana hapa kijijini. Nilikuwa sikuelewi mwanzoni, ila sasa hivi nimeanza kukuelewa. Kabla John hajamtongoza Sara, ex wa John akatokea. Akamkimbilia John akamwambia John, nimekumithi sana. Sara akapata wivu akaondoka kwa hasira. John akazungumza na ex wake kwa hasira sana. Kwa nini unifuata hadi hapa wakati tunajua mimi na wewe tuliachana mwaka mmoja uliopita? John, mimi bado nakupenda, naomba turudiane, siwezi kuishi bila wewe. Sijawahi kumpenda mwanaume yote hapa duniani kama ninavyokupenda wewe John. Nesi na mkaka mmoja hivyo akamwambia John, mkaribishe huyu binti ndani ya hospitali. Nini, mbona mmekaa nje? John akamkaribisha binti ndani akamwambia, nakuomba uondoke. Kwa nini umekuja hapa bila taarifa? Utaniharibia kila kitu, ondoka. Nitakaa kwenye hiki kijiji kwa wiki moja. Lazima nikushawishi tuondoke wote tukaoane. Sara alipofika nyumbani kwa mwenyekiti, alimkuta mwenyekiti anasafisha nyumba. Akauliza kulikoni jamani, mbona usafi wa namna hii? Ex wa John amekuja kutoka mjini, atakuwa anakaa na mimi hapa nyumbani kwa sababu hapa mtaani kote hamna nyumba nyingine anaweza kuishi. Sara akajitolea kuunga mkono kuwasaidia kufanya usafi. Wakati Sara anataka kufanya usafi, John na yule demu akaja. Wageni hao mpokee begi John. Mnapendezana, mnaonekana vizuri jamani, mnamuonekana. Kabla John hajajieleza, ex wake anamshika mkono. Ndio mama, tunatarajia kufunga ndoa hivi karibuni. Hakuna kitu kinanifurahisha kama nikiona watoto wadogo mnapendana kama hivi. Sara na Yang nao wanapendana. Kama vipi sherehe zenu muweke siku moja ili kusave budget. Sara ana mind kichizi lakini anajikaza. Baadaye anampeleka ex wa John kumuonesha chumba chake atatakuwa analala. Sara alipotoka nje ya nyumba, Yang akamwomba waongozane wamtembeze yule mbwa. Sara akakubali. Walipokuwa njiani, Yang akamwambia Sara, vipi kuhusu jibu langu Sara? Nimekuwa nikisubiri kwa muda mrefu sana. Ile Sara anataka kumjibu, John akaja akaharibu mazungumzo yao. John akamwambia Sara, yule mwanamke ni ex wangu, mimi sina mahusiano naye yoyote, usiamini kitu chochote anachosema. Yule mwanamke ni mwenda wazimu, analazimisha sana penzi. John anataka kuondoka, Yang akamwambia, kwa hiyo mwanangu umekuja hapa ili umwambie huyu demo hayo maneno sio? Hapana mwanangu, sikuja kwa lengo hilo. Mimi nilikuwa napita tu nikamwona Sara hapa, nikajisikia kumpa ujumbe wangu, nikamfikishia ujumbe. Oya mwanangu, sikukubali kutoka day one. Sara hakutaka kushuhudia ugomvi wa John na Yang, akaamua kuondoka. Ex wa John akamwambia Sara, mimi na John tulipendana sana, tulikuwa nasoma chuo kimoja. Baadaye mimi nikafaulu, nikaenda kusoma nchi za nje. Ndio maana tulitengana. Naomba unisaidie kunirudishia kwa John please. Sara akakubali kishingo upande kumsaidia huyu mwanamke kurudiana na John. Kesho yake Sara alimkuta ex wa John anapaka makeup. Ex wa John akamshawishi Sara apake makeup pia. Sara akamwambia ex wa John, sijazoea kupaka makeup, uso wangu unakuwa mzito. Ex wa John akamwambia, unaonekana mzuri, umependeza, usitoe mwaya. Sara anamleta ex wa John hapa kwa ajili ya kupata kahawa. Yang anamuona Sara akiwa ndani ya makeup, anamsifia sana. Makeup zimekutoa, umewaka balaa. Endelea kupaka makeup ma. Yang anapiga selfie pamoja na Sara. Sara anamwambia futa hiyo picha, futa hiyo picha. Wanaanza kugombania simu. Ile wanagombania simu. Yang anakataa kufuta picha. Ex wa John anajua Sara na Yang ni wapenzi. Natamani mimi na John tungekuwa kama nyie. Anamuomba Sara amuelekeze iliko hospitali ya John. Ex wa John alipofika hospitali akutana na aka kadogo kakamchana. Anti, Uncle John hakupendi wewe, hapo anampenda Sara. We mtoto, kwa nini unasema hivyo?
Uncle John na Auntie Sara wanaongozana kila sehemu. Maneno ya dogo yanamfanya aanze kuamini kuna kitu kinaendelea kati ya Sara na John. Anaumia kichizi. Sara anaenda kazini akiwa na mabadiliko usoni kwake. Bosi wake anamwambia, vipi mwenzetu, umepata mpenzi nini ambaye anakufanya uwe unaonekana hivyo? Sara akacheka akasema, hii ni lipstick tu ndo nimepaka, mmepanic hivyo. Je, nikiweka na makope fake itakuwaje? Bosi wake akamwambia, ngozi yako inang'aa, inaonekana una mtu sasa hivi, una mtu wewe. John akaiona picha ya Sara na Yang kwenye status ya Yang, akawa anazoom. Ghafla ex girlfriend wake akaingia akiwa amebeba kahawa. Ex akampa John coffee akamwambia, naomba tuzungumze hapo nje. Nesi akaingia akasema amepigiwa simu. Kuna mkulima mmoja anahitaji mifugo yake ipewe chanjo. John akabeba vifaa, ex wake akasema nataka nije na mimi niongozane na wewe. Sara akaja kumletea mizigo yake huyu bibi. Alipofika hapa akamuona John yuko na ex wake kwenye banda. Alipata wivu akaenda kunawa uso kuondoa makeup zote. Ex wa John alimfuata Sara akamuuliza, "Kwa nini umetoa makeup mwaya?" Sara akamwambia, "Mimi kama askari polisi sitakiwi kuwa na makeup. Yaani kazi yangu hairuhusu kabisa kuwa na makeup." Wakati anaendelea kupiga story, akapokea simu kutoka kwa mwenyekiti anaomba msaada. John anamwambia Sara tuongozane wote hadi kwa huyo mwenyekiti. Ex wake anakasirika. Anaanza kuamini kuwa kuna kitu kinaendelea kati yao. Anaamua kuongozana nao pia. Ex anamwangalia John anavyomwangalia Sara, inamuuma kichizi. Anamwona John anamwangalia Sara kwa namna ya tofauti na anagundua kwamba wao ni marafiki wa utotoni. Sara anainuka anaenda kupanga vyakula store. John anamfuata nyuma anaenda kupanga naye vyakula. John anamwambia Sara, siku hizi unanikwepa sana, au umeamua kumkubalia Yang? Au wewe una uhusiano na Yang, niambie. Sara anambadilishia topic, anamwambia girlfriend wako anakupenda sana, inabidi na wewe umpende pia, nyie wote ni wa mjini mnaendana. John anamwambia Sara, sina chemechemeza hisia na ex wangu hata kidogo, kutoka tumeachana sijawahi kumuwaza hadi nilivyomuona juzi ameibuka hapa ghafla binivu. Sara, naomba niambie ukweli, kuna mwanaume yote ambaye unampenda kwenye maisha yako? Moyo wa Sara unaanza kudunda kichizi. Sara aligoma kabisa kujibu hilo swali. Kiaibu akatoka nje akawaaga wanakijiji akaondoka. Alipofika ofisini Sara alikutana na boksi limejaa mazao. Akajiuliza mazao yanatoka kwa nani, akapigiwa simu kutoka kwa mkulima. Mkulima akasema alitaka amtumie haya mazao John. John akasemaje? Inabidi amuombe msamaha Sara kwa alichomfanyia kwenye kikao. Ndio maana nimekutumia haya mazao wewe. Sara akachukua mazao akaanza kuyapeleka kwa John. Ex akamwambia John, nimekuja hadi hapa kijijini kwa ajili yako. Naomba nisamehe kwa yote aliyopita. Sasa hivi nitaishi Korea kwa sababu yako. I love you John. Kabla John ajibu chochote, mtoto anamsogelea John anamkiss. John anashangaa. Sara anashuhudia John na ex wake wakipiga kisi, anaishiwa power, anaangusha boksi la mahindi. Anakimbia kwa hasira. John anamkimbilia Sara. Sara, chukua baskeli yako. Umeelewa vibaya. Hakuna chochote kinachoendelea kati yetu. Sara anaondoka, achukua baskeli anaondoka. Anazunguka kijiji kizima na baskeli akiwa na mawazo sana. Aliporudi nyumbani kwao jioni alimkuta ex wa John amekaa ndani amefura. Anamsubiri ili waongee. Akamuuliza Sara, "Una mahusiano ya kimapenzi na John?" "Mimi na John ni kama dada na kaka." "Acha kuwachekea wanaume, ukiwachekea sana wanahisi unawataka." Maneno ya ex wa John yanamuinda Sara, anashindwa kulala usiku mzima. Sara akaenda hadi kwenye mgahawa wa Yang akamwambia Yang, leo nataka nikupe jibu lako. Akaanza kulia. "Yang, natamani ningekupenda lakini nakuchukulia kama kakaangu." Yang anamwambia Sara, haina haja ya kulia, mapenzi hayalazimishwi. Kama unipendi, mimi na wewe tutaendelea kuwa marafiki wa kawaida na kuheshimiana. Naendelea kuchukulia kama dadangu pia. Japo itakuwa ni ngumu sana kuiconvince nafsi kwa sababu mimi kwako nilikuwa nimezama mazima. John anakosa usingizi, anawaza jinsi ambavyo lile busu la ex wake limemuumiza Sara. Asubuhi John anaenda hospitali anakutana na ex wake anamsubiri nje kwa hamu. "Wiki ya kukaa hapa imeisha John, vipi utakuja na mimi twende mjini wote?" Ingekuwa zamani ningeondoka hapa ningerudi mjini na wewe, lakini kitendo ulichonifanyia cha kikatili cha kuniacha mimi mpweke kwenye hii nchi ukaondoka ukaenda kusoma masomoni abroad Ulaya bila taarifa yoyote kiliniuma sana. Sasa hivi nampenda mtu mwingine, naomba uende. Tutabaki kuwa marafiki. "Najua nilikukosea sana John, na una haki ya kufanya maamuzi ambayo umeyafanya. Mapenzi hayalazimishwi. Muda ungekuwa narudi nyuma, ningefanya maamuzi tofauti. Nakutakia kila laheri." Akaondoka. John akampigia simu Sara ili amwombe msamaha kupatikana. Akaenda hadi kwake, tafuta kila chumba kuwepo. Akaamua kwenda kazini kwake, akamuulizia, "Vipi Sara yuko wapi, mbona simuoni?" Wakamwambia Sara ameenda kumsaidia mkulima mmoja hivi kuvuna. John akafika hadi shambani akamkuta Yang peke yake. Yang akaanza kumuuliza John maswali kibao. Maswali ya Yang yalimkera John, akaamua kuvunja ukimya. Sara itakuwa kukataa, ndio maana unajifanya kaka yake unaniuliza mimi maswali kibao ili kumlinda ama nini mzee? Tuachane nayo mambo, tumekuja hapa kufanya kazi, tufanye kazi kwenye shamba la huyu bibi. Wanakubaliana kuendelea kufanya kazi hadi pale ambapo Sara atafika. Sara anafika anaamua kujifanya yuko busy ili asiongee nao. John anamfuata Sara anaomba waongee. "Sara, hizi siku 2-3 umekuwa ukinikwepa sana. Usinifanyie hivyo. Sara, unajua mimi nakupenda sana Sara." "Sara, mbona uongei?" Kabla Sara hajibu chochote anarudi nyuma anagonga maboksi, matunda yanaanza kuanguka. John anazuia matunda yasimgonge Sara. Wakati matunda yanaendelea kudondoka, John anamwambia Sara, "Naomba uwe girlfriend wangu please."
John, siwezi kuwa na wewe. We tayari una mpenzi wako wa mjini. Naomba endelea kuwa na huyo mpenzi wako. Sara anaondoka. Akiwa njiani, maneno ya John yanajirudia mara mbili kichwani mwake. Akiwa njiani anashangaa anakutana na nesi kutoka hospitali. Nesi anamwambia babu yake John anakuja hivi karibuni. Kwa hiyo John ataondoka, atarudi mjini. Tutaendelea kuwa na amani na kuishi maisha yetu kama kawaida. Taarifa hizo zinamuumiza sana Sara, lakini anajikaza asionyeshe huzuni mbele ya nesi. Sara anafika nyumbani kwao, anakutana na ex wa John. Sara mwaya, nashukuru kwa kila kitu ambacho umenitendea hapa kijijini. Samahani sana kwa maneno niliyokuambia usiku ule, nilikuwa na hasira. Naomba usimwache John. John anakupenda sana. Sara anaguswa na maneno ya ex wa John, anapanda baiskeli, anaamua kutoka spidi sana kwenda kwa John kwa ajili ya kumpa jibu la kumkubalia. Anaingia ofisini kwa John kwa spidi. Unarudi lini mjini? Wiki ijayo narudi mjini. Sara anahema juu, anamfuata John, anampiga bonge moja la kisi. Wanasikia vishindo vya nesi, wanaachana haraka. Sara anajificha nyuma ya ofisi, hakutaka kabisa nesi agundue kwamba yuko hapa. Baadaye John anamfuata Sara, anamuuliza kwa nini ulijificha alivyoingia nesi pale ndani. Naomba usijisikie vibaya, naomba mapenzi yetu yawe ya kisirisiri, kwa sababu mtaa wakigundua kwamba mimi na wewe tuna date, watatuforce tufunge ndoa. Mila za kijijini kwetu ni tofauti na mjini. John akamwambia Sara, nimekuelewa sana, nitahakikisha mapenzi yetu yanakuwa na siri kubwa sana. Sara anaondoka akiwa na furaha kichizi. Haamini kama John daktari kutoka mjini amekubali kuwa mpenzi wake. Anafika nyumbani kwao, anacheza na mbwa kwa furaha. Usiku anaanza kujipodoa ili John amwone mrembo. John anamtumia message, niko nje ya nyumba yenu. Sara anajiandaa, anatoka nje, wanakutana na John kwa kujiibaiba ili wananchi wasiwaone. Naomba mimi na wewe tuongozane twende mjini tukasherekee penzi letu sehemu ambayo tutakuwa tujifichifichi, kama huku tutajiachia. Sara anaongozana na John hadi mjini. John anampeleka hospitali anayofanyia kazi. Sara anaipenda sana. Anampeleka sehemu wanaokulaga chakula, wanakula chakula, wanafurahi. Wanakula bata kama lote usiku mzima mjini. Kesho yake asubuhi, mshikaji anamrudisha Sara nyumbani kwao. Bye Dr. John. No, usiniite tena dokta. Mimi na wewe ni wapenzi. Kuanzia leo niite my sweetie. My sweetie. Haya, bye my sweetie, bye. Sara akawa anaongea na mbwa wake kwa furaha. Amesema nimuite my sweetie, amesema nimuite sweetie. Jamani. Siku nzima Sara anaiangalia simu yake, anasubiri kupata message kutoka kwa John. Kuna kitu hakiko sawa. Sio kawaida yake kuangalia simu namna hii. Huyu ni mchapakazi sana. Ghafla John anaingia. Wewe, umekuja kufanya nini hapa? Kuna mtu kaiba baskeli yangu, naomba uje ukamkamate. Sara anaingia kwenye gari ya jamaa. Walipofika kwenye gari, jamaa anamwambia, hakuna aliyeniibia baskeli. Nilikuwa natafuta tu sababu ya kukuona. Nimekumisi sana. John anatoa mkanda kwenye kiti chake ili amkisi Sara. Ghafla vitoto vinatokea. Uncle John, sikuoni siku hizi, uonekani, unashinda wapi? Auntie Sara, msimwambie mtu yoyote kwamba mimi na huyu tumepatana hapa kijijini. John alishtuka kuona hiki kijiji hadi watoto wanaogopa kuona kuwa wako pamoja. Kijiji cha ajabu sana. John na Sara wakaachana, kila mtu akaenda kwenye shughuli zake. Sara alikuja kutengeneza feni ya huyu mama hapa, ilikuwa nasumbua. Mama kutoka kijiji cha jirani akaja, akamwambia Sara, "We mtoto, twende ukanisaidie, kuna vitu nataka ukanisaidia nyumbani kwangu." Mama, ungesalimia kwanza na uniombe nikusaidie, huo ndo ustaarabu. Kila mtu alishangazwa na majibu ya Sara. Sara hajawahi kukataa kumsaidia mtu pale kijijini. Walishangaa sana. Ilipofika jioni, John alienda kumchukua Sara nyumbani kwake. Walivyokuwa kwenye gari, Sara akawa anamwambia John, kutoka nimeanza kudate na wewe siku hizi na confidence, wanakijiji waniendeshi. Mtu akinipanda kichwani na mshusha. John akafurahi sana, akamwambia, nafurahi kuona haya maendeleo. Naomba tukacelebrate, nikutoe out twende tukale mgahawa. Wasigundue kama tupo pamoja. Tangulia kwanza wewe afu mimi nitafuata. John akatangulia kuingia kwenye mgahawa, baadaye Sara akafuatia. Akajifanya kama ndo kwanza anamuona John hawajaja pamoja. Hakuna mtu aliyegundua kuwa wamekuja pamoja. Wakala kwa furaha wakaondoka. Baadaye wakaenda kupata kahawa kwenye kijiwe cha Yang akamwambia Sara, nakutakia kila laheri kwenye mahusiano yako. Ukihitaji kitu chochote niambie. Sara akamshukuru Yang kwa kuwa mwanaume muelewa. John akamsindikiza Sara kwao ili anataka kumkisi hivi. Wakasikia kelele, wakashtuka. Waliogopa sana, wakadhani wameshtukiwa. Baadaye wakagundua kwamba hayo makelele ni kwa ajili ya mtu mwingine. Wakatoka kwenda kuangalia ni nani. Huyu mama aligundua kuwa nesi wa John ana date na huyu mkaka. Huyu mama alipiga makelele ili wana kijiji waje. Sara akambembeleza yule mama akaushe, awatunzie siri. Akakubali. John anakuja kugundua kwamba huyu jamaa na nesi wake walikuwa ni wapenzi zamani, sasa hivi wamerudiana. Oya mwanangu, usije ukawa unataka kumchezea nesi wangu kwa sababu ni mpole na mkarimu. Ukimzingua nitakuzingua mzee. Bro, nampenda sana huyu nesi, nimetoroka kazini usiku huu kwa ajili yake. Sara anafurahi kuona kuna watu wengine hapa kijijini pia wana mahusiano ya vificho, sio peke yao. Kesho yake Sara na John wanapanga kwenda kuangalia movie kwa pamoja. Sara anafurahi sana, wanachati. Bosi wake anamtaka aende kazini. John pia anapigiwa simu ya kazi. Kila mtu anaenda kufanya kazi ofisini kwake. Sara anapewa kazi ya kumtafuta mzee mwenye tatizo la kupoteza kumbukumbu. Anamtafuta kila sehemu. Baadaye anampata, anamrudisha kwa familia yake. Baada ya kumaliza kazi, Sara anataka kwenda na John kuangalia movie, lakini bosi wake anamkaribisha kula chakula cha usiku na anamlazimisha twende. Sara akikataa,
watajua kwamba kuna kitu anawaficha. Kwa hiyo Sara anaamua tu kukubaliana na bosi wake, anaingia ndani. My sweet John, niko nyumbani kwa bosi wangu, nitachelewa lakini lazima nije, sawa? Sara anakula vijiko viwili vitatu, baadaye anasema nimeshiba sana, naomba niondoke, yani nimeshiba sana bosi. Ile Sara anataka kuondoka, unatokea ugomvi mkubwa kinoma. Inabidi Sara akae kwa ajili ya kuamulia ugomvi. Sara anafanikiwa kutuliza vurugu, lakini muda wa movie unakuwa umeisha. Anajisikia vibaya sana kumdisappoint John. Sara anaamua kunywa pombe ili kutuliza mawazo. Baadaye anamtext John, anamwambia naomba tukutane kwenye redio ya kijiji. John anamwambia ina noma, nitakuwa nakusubiri kwenye studio za redio ya kijiji. Mwenyekiti wa kijiji anamwona John amesimama nje ya studio, anamfuata, anaanza kumuongelesha. Nilikuwa nakutafuta kwa muda mrefu baba, bora nimekuona tuongee. Ilikuwaje ukakaacha kale kabinti kazuri kakaondoka peke yake? Sara akaja anatembea kwa kasi ya ajabu huko, ana hasira kinoma. Akawapita hadi wamama wa kijiji bila kuwasalimia. Akaingia hadi ndani ya studio ya kijiji akiwa amelewa. John akajaribu kumzuia, akashindwa. Wana kijiji wenzangu, mimi na John tunapendana na hii sio siri tena. Mapenzi ya kweli hayafichiki, liwalo na liwe. Tuacheni jamani. Akampa John mic aongee. John hakuongea kitu chochote. Anaogopa kuongea kwa sababu ana aibu, lakini sisi tunapendana. John anacheka, anamchukua Sara, anampeleka nje ya studio. Mwenyekiti na marafiki zake walikuwa wanawasubiri kwa hamu nje. Kumbe walikuwa wanajua kila kitu, ila waliamua tu kukausha. Kulikuwa hakuna haja yenyewe kwenda kujitangaza hapa kijijini, kila mtu anajua kwamba nyinyi mna mahusiano. Kosa huko Mkiamba, kosa huko, kila mtu anajua, kina mama Zaina wote wanajua. Kuanzia siku hiyo Sara na John wakawa wanaonekana kama wapenzi mtaani. Walipofika nyumbani waliamua kuvalishana pete za kishikaji kwamba mimi na wewe forever daima, hatuachani. Wakavalishana pete hivyo. John alirudi mjini. Sara akaendelea na maisha yake ya kawaida ya kuwasaidia wanakijiji waliokwama hapa na pale. Maisha ya Sara yalikuwa yanaboa sana. Baada ya kumpeleka dogo shule, Sara alikutana na huyu Nesi. Nesi akamuuliza, vipi wewe na John mnaendeleaje? Sara akamwambia, siku hizi mimi na John hatuongei sana, kutoka ameenda mjini tunaongea kwa mbali mno. Baada ya kazi, Sara akampigia John video call. Akamuuliza, umepata na nini? Mbona kama una kitu kwenye mkono? Nilianguka kwenye ngazi lakini niliamua nisikwambie, niliona utapata hofu. Nakwambieje? Kwanza leo unaniambia kila kitu, sawa? Akakata simu kwa hasira, akaenda kupiga story na Young. Sara akamsimulia Young kila kitu. Akapata message kutoka kwa John akiomba msamaha. Baadaye akamwambia Young, mimi sijui nifanyeje, nipe ushauri. Young akamwambia Sara, chukua gari yako, nenda kamtembelee mjini, muonane face to face, myazungumze. Sara akaendesha gari kwa speed hadi mjini. Alipomwona mshikaji akamhug, akamwomba msamaha kwa kumfokea na akamwahidi atakuwa anakuja kumtembelea hapa mjini mara kwa mara. John pia akamwomba msamaha Sara, akamwambia kuanzia leo nitakuwa sikufichi kitu chochote. Mahusiano yao yakarudi kwenye mstari, wakapatana. Mwaka mmoja ukapita, Sara akapandishwa cheo kazini. Mgahawa wa Young ukawa mkubwa sana, kila mtu akawa anakuja hapa. Sara akaenda hospitali kumpiga chanjo mbwa wake. Kuingia ndani hivi anakutana na John huyo hapa. John akampa maua kwa mkono wake la kulia na kushoto. Akampa pongezi kwa kupandishwa cheo. John akamwambia Sara kuwa babu yake amempigia simu, amemwambia anataka kustaafu masuala ya kutibutibu viumbe. Kwa hiyo amekuja hapa kwa ajili ya kurithi hii hospitali. Kuanzia leo ataishi hapa na watafunga ndoa na Sara. Siamini kama nitakuwa nakuona kila siku. John anachukua pete za ukweli ukiachana na zile pete za uongo walizovalishana, anamvalisha Sara. Sara anafurahi sana kuona rafiki yake wa utotoni anaenda kuwa mume wake. Baada ya siku chache wanafunga ndoa, wanaishi maisha ya furaha sana. Kila mwanakijiji anafurahia penzi lao. Mstatili wetu ndo naisha hivyo. Kabla hujaondoka hapo chini, kuna story inayomhusu jamaa ambaye alitembea na ndugu watatu kutoka kwenye familia moja bila wao kujuana. Nataka kujua aliwezaje. Story nzima iko hapo chini. Hapo chini pia kuna story inayomhusu huyu dada ambaye alimuomba rafiki yake mwenye bonge moja la Msambwanda amtongoze mume wake ili ajue kama mume wake anampenda kweli au la, ili ajue kama mume wake ana msimamo au la. Wanataka kujua nini kilimpata huyo dada, story nzima iko hapo chini. Hapo chini pia kuna story inayohusiana na mchungaji ambaye alitakwa na binti mwenye pepo la ngono. Unataka kujua kama mchungaji alitoboa au la, story nzima iko hapo chini. Asante sana kwa kuitazama Freddyflix hadi hapa. Naomba like, subscribe, share, comment. Usipopenda usicomment, usilike, usishare, usisubscribe. Simu ni ya kwako na bando ni la kwako, sikupangii cha kufanya. Toa maoni yako hapo kwenye comment, nini kiongezwe, nini kipunguzwe. Pia niambie ni movie gani nyingine ungependa nitafsiri kwa Kiswahili na mimi nitapita nayo jumla. Hakuna mimi bila wewe, ndo bosi wangu na kusikiliza wewe tu, na nakuombea sana huyo mtu ambaye amekuashia wifi, amekupa password ya hizo wifi, asibadilishe password ili uendelee kuwa line daima, na pia simu yako iendelee kukaa na chaji kwa muda mrefu ili uendelee kuenjoy vitu vingi vizuri vitamu visweet sana kutoka hapa Freddyflix TZ. Shukran sana. May peace be with you. Moko love y'all. Stay safe.